Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na ule mstari wa 15, anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Ukishuka chini anasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Sasa leo ninataka kuzungumza na wapenzi wa movie, filamu, tamthilia pamoja na mpira, mashabiki na wachezaji. Ninataka kuzungumza na ninyi leo na ninataka kuwapa onyo la kimungu. Biblia inasema msipende dunia. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuna vitu katika dunia ambavyo havina uhusiano wowote na Mungu. Vitu kama hivyo, kwa sababu havina uhusiano na Mungu, tafsiri yake ni kwamba vina uhusiano na mashetani. Sasa vitu kama movie, filamu, matamthilia hayo, sijui mpira, ni vitu ambavyo ukivifuatilia havipo connected na Mungu, havina uhusiano wote na Mungu. Badala yake ni vitu ambavyo vimekuwa vikitumika na kuzimu kwa ajili ya kupromoti mambo fulani fulani. Wewe usiyefahamu, asilimia kubwa wanaocheza hizo movie na hivyo vitu hivyo wamejiunga na mikataba ya nguvu za giza. Wamefanya hivyo kwa ajili ya kutaka umaarufu pamoja na defense. Sasa huwezi ukatumia kitu cha namna hiyo, ukafuatilia kitu cha namna hiyo, kwa sababu kazi zao huwa wanaziambatanisha na uvuvio wa roho za mashetani. Yoyote atakayefuatilia, atakayetazama, atakayeshabikia katika ulimwengu wa roho anapandikiziwa yale maroho. Ni vitu ambavyo unatakiwa kufahamu, ndani yake kumejaa mizaha, kumejaa makufuru, kumejaa ushirikina, kumejaa uchawi na kila namna ya vitu viovu. Na maana hata ukifuatilia yale mamovie yale, utakuta asilimia kubwa kwenye kila movie lazima kiingiziwe kipande fulani kinachohusiana na mambo ya uzinzi. Lazima. Ulishawahi kujiuliza kwa nini? Iko miungu kwenye ulimwengu wa roho inafanya management ya hivyo vitu, na kuzimu imeapa kuwatenga watu na Mungu kupitia hivyo vitu. Sasa unavyopenda hivi vitu, unapovifuatilia, kinachotokea ni kwamba taratibu vinaanza kukutenga na uwepo wa Mungu. Ndio maana maandiko yakasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana yake hivi vikiingia ndani ya mtu, vinaanza kupunguza upendo wa huyo mtu na Mungu wake. Ataanza kufifia kwenye maombi, ataanza kufifia kwenye kusoma neno, atafifia kwenye ibada. Na ndio maana leo tuna Wakristo ambao akisikia timu yake inacheza, kama ni siku ya ibada, hatokwenda ibadani. Utamkuta ameshinda tu kwenye television. Na wengine wanakwenda mpaka kwenye hivyo viwanja zinazochezwa hizo mechi. Anapoteza gharama kubwa kwa ajili ya vitu ambavyo havijengi roho yake, havimjengi kivyovyote, ni burudani ambazo zimelenga kumpoteza. Kwa hiyo hivi vitu vinamtenga mtu na uwepo wa Mungu taratibu, na vikishafanikiwa kumtenga mtu na uwepo, vinamfyonza mtu nguvu ya kiroho. Anaanza sasa kupandikiziwa maroho machafu ndani yake. Utapandikiziwa maroho ya uzinzi, masturbation, mizaha. Atapandikiziwa maroho ya mazoea, kuchukulia vitu kawaida. Atapandikiziwa mambo machafu ndani yake yatakayomsukuma zaidi kwenye dunia, ili atakapokufa asionane na Mungu. Sasa Mungu amenituma kuwaonya, ni hatari kubwa sana kwa watu waliookoka, wanaukiri uchaji wa Mungu, wanaotaka kwenda mbinguni, kujiambatanisha na vitu kama hivi. Epuka filamu, epuka movie, epuka matamthilia hayo na mipira hayo. Hata kama unajidanganya nafsini mwako kwamba nikiangalia vinanifundisha, hakuna fundisho utakalolipata hapo. Kama umegoma kufundishwa na Biblia, hata hivyo havitakufundisha. Havitakufundisha hata siku moja. Vitakaribisha maroho mengine. Epukeni hata hizo filamu, hizo movie wanadai eti ni za watumishi wa Mungu wanapambana na wachawi. Movie nyingi zimeambatanishwa na maroho ya ushirikina, na kuna watu mnaungamanishwa na madhabahu za kishetani bila ninyi kujua. Kupitia hivyo vitu mnafungamanishwa na mikataba ya giza bila ninyi wenyewe kufahamu. Hiyo movie ya Yesu hiyo ni ushetani, hakuna kitu cha kimungu ndani yake. Hata kama ukiangalia na kutoa machozi, hakuna, kwa sababu hata huyo aliyeigiza hajaokoka. Hana uhusiano wote na Mungu. Ni msanii tu fulani aliyetafuta kupiga pesa kwa kitengo hicho. Lazima uwe makini sana na hivi vitu.
Kwa hiyo wakati mwingine tunaposimama na kuwaonya watu, kuwafundisha na kuwaelekeza, wanahisi ni kana kwamba tunataka tuwaonyeshe kila kitu duniani ni dhambi. Hapana, hiyo ni imani ya kishetani uliyokuwa nayo wewe. Sisi tunazungumza kwa habari ya vitu ambavyo ukiwa mpenzi navyo, ukijiambatanisha navyo, vitakutenga na uwepo wa Mungu na vitakupandikizia mambo mengine ya kishetani. Ni sawa na mapambo tu, havina tofauti na mapambo. Kazi ya mapambo yale ndo kazi ya hizi movie, hizi tamthilia, hizi films, hizi mipira, ndo kazi yake katika ulimwengu wa roho. Sasa huwezi kufuatilia kitu ambacho nyuma yake kuna management ya miungu alafu ukabaki salama. Automatically unapofuatilia, kuna kipindi niliwahi kuwapa ushuhuda, kila nilichokiona kinatendeka kwenye ulimwengu wa roho unapotazama movie. Niliwapa ushuhuda, sijajua kama uliuona. Kuna kitu kibaya, kuna vitu vinaingizwa ndani yako. Yaani unapokaa kuangalia movie hivi, kuna vitu vinaingizwa, mishale ya sumu inaingizwa ndani yako, ambapo ukitoka hapo kuna maroho utapandikiziwa na kuwa mtu mwingine kabisa, tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Leo hii kuna watu wanaishi kama watu wa kwenye movie. Wanandoa wanaishi kama walivyoona kwenye movie. Wachungaji wanaishi kama walivyoona kwenye tamthilia fulani, kama walivyoona kwenye filamu fulani. Mjihadhari sana. Toeni matimu ya mipira makanisani mwenu. Toeni vikundi vya maigizo makanisani mwenu na vikundi vya mangonjera pamoja na mambo ya kipumbavu yasiokuwa na sababu za msingi kwenye kanisa la Mungu. Mnatekwa na mtauawa mchana kweupe. Kuzimu ipo active kufanya kazi. Hivi vitu havina uhusiano na Mungu, vimejaa mizaa, vimejaa uzinzi, vimejaa ushirikina na mambo mengine machafu ya kipepo. Huwezi kuvifuatilia ukabaki salama. Utajiona salama kwa muda huu, lakini kadri unavyoendelea moyo wako utaendelea kuharibika, na Yesu akirudi hapa, yale mapepo yanayosimamia hicho kitengo yatakuganda na hautakuwa miongoni mwa watakaonyakuliwa. Mungu awabariki sana. Mungu awape neema. Washiriki wengi wa hivyo vitu wana mikataba na nguvu za giza, na kuzimu inapofanya mkataba na mtu, lengo lake ni kuvuna roho za watu kuwapeleka huko, na kuzimu haijawahi kufanya kazi ya hasara. Chochote wanachokianzisha, hata kama unaona ni kitu kidogo sana, kina faida kubwa kwenye falme zao huko chini. Mungu awabariki, Mungu awape neema. Niko na mambo mengi ya kuendelea kuzungumza nawe siku ya leo, kwamba kuzimu kuna idara ya sanaa. Hiki ni kitu ambacho yamkini hujawahi kukifahamu. Kuzimu iko idara ya sanaa kabisa, ipo kuzimu, na kuna baadhi ya vikundi vinaigiza hapa. Hayo maigizo huwa vinayatoa kule chini. Wanakwenda wanapewa namna ya kuigiza, wanafundishwa kule, wananolewa kule. Wanapokuja huku duniani wakikipeleka kitu chao sokoni, kinapata soko lisilokuwa la kawaida. Kuzimu kipo kitengo cha michezo, idara ya michezo, na wachezaji wengi wanaocheza kwenye hayo matimu unayoyashabikia hayo huwa wanakwenda huko chini, wanapewa mafunzo, wanafundishwa, na kuna vifaa kabisa vya kuchezea huko chini. Kuna matufe au makipa mahodari unaowasifia, kuna mavitu kule chini huwa wanafundishwa. Wanapandikiziwa vingine kwenye mamiguu yao, wanapandikiziwa vingine kwenye mikono yao, kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Wakija huko unaona ni nyota wa michezo, lakini nadhani kwambie anakuwa yuko na mikataba ya kipepo. Sasa huwezi kushabikia, na hata huyo mchezaji anaposhinda goli, kinachomfanya ashinde ni ile miungu yake. Kwa hiyo unaposhangilia, maana yake umeisifu miungu yake. Huwezi kumtumikia Mungu na mashetani. Huwezi kumsifu Mungu for the same time ukayasifu mashetani alafu ukabaki salama. Mungu ni Mungu wa haki, na anasema giza na nuru havichangamani, na ukiamua kujiunga na giza, nuru inapotea ndani yako. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Kuzimu imeweka maskrini, inaangalia namna ambavyo inaiteka dunia, na wanacheka sana wanapofanikiwa kuyateka mpaka makanisa, kwa sababu chochote kibaya unachokifanya leo, unapokwenda kushabikia huko kwenye hayo mabanda, kwenye mabaa huko, kuzimu inakuona na inacheka sana. Mungu awape neema ya kusimama katika kweli. Tupo kwenye nyakati ambazo maandiko yanasema, mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake, huyo mtu hanistahili. Tafsiri yake ni kwamba chochote unachokipa kipaumbele mpaka unaacha mambo ya Mungu kwa sababu ya hicho kitu, haumstahili Jehova. God bless you. This is your Prophet Justin. Shalom.